Mwanzo wa kuvutia. Muda wa miaka mingi iliyopita, katika mji tulivu wa Isago, kulikuwa na siri iliyofichika moyoni mwa mwanamke mmoja. Mimi nitaacha nini kwa ajili ya kumudu maisha ya ndoto? Nida aliuliza moyo wake, machozi yakimlengalenga. Maisha yake yalikuwa ya furaha nje, lakini ndani alikuwa akipambana na wazo lisilowezekana, kubadilisha mtoto wake kwa mvulana ambaye angeokoa heshima ya familia yake. Utambulisho wa mhusika. Nida, mwanamke mrembo mwenye moyo wa dhahabu, alikuwa ameolewa na Uchi, mwana wa pekee wa wazazi wake. Walikuwa wameoana kwa miaka 15, wakiwa wamebarikiwa na binti 4 wazuri. Lakini moyo wa Nida ulikuwa mzito. Mama mkwe wake, mwanamke mgumu, alimudu kwa maneno makali, bila mvulana, hakutakuwa na mtu wa kubeba jina la familia. Utalazimika kurudi nyumbani kwako na binti zako. Nida alijaribu kila njia, madaktari, waganga wa jadi, hata maombi ya usiku, ili apate mvulana, lakini kila mara alizaa binti. Machozi yake yalizidi kila alipokumbuka aibu ya mama mkwe wake. Maendeleo ya hadithi. Baada ya miaka 7 ya majaribu, Nida alipata ujauzito tena. Moyo wake ulikuwa umebeba tumaini kubwa, labda huu ndio utakuwa mvulana. Siku moja, akiwa hospitalini kwa uchunguzi wa miezi 6, alikaa karibu na mwanamke aliyeonekana mwenye huzuni. Nina mvulana mwingine, mwanamke huyo alilia, akiwa na karatasi iliyokunjamana mkononi. Nilipoteza binti yangu pekee alipokuwa na miaka 3. Alidondoka ngazi na usiku huo alikufa. Nida alihisi uchungu wa mwanamke huyo, lakini wazo lilianza kumudu akili yake. Nachotaka mvulana, alisema kwa upole. Na mimi nina binti 4, lakini natamani mvulana. Mshangao wa kwanza. Usiku huo, Nida hakulala. Wazo la kubadilisha watoto wake na wa mwanamke huyo lilianza kumudu. Je, ikiwa ningeweza kumpa binti yangu na yeye anipe mvulana wake? Alifikiria, moyo wake ukipiga kwa kasi. Ilionekana kama wazo la wazimu, lakini kadiri alivyowaza, ndivyo lilivyozidi kumudu. Lakini atamshawishije mwanamke huyo? Je, wazo hili linaweza kufanikisha ndoto zake, au litakuwa laana ya maisha yake yote? Mudu wa hisia. Wiki zilipita na wazo hilo lilikaa akilini mwa Nida kama moto usioweza kuzimika. Aliporudi hospitalini, alimtafuta mwanamke huyo kwa hamu. Alimudu kwa siku 2 bila mafanikio, na tumaini lake lilianza kufifia. Alikuwa amemwambia mama mkwe wake kwamba atazaa mvulana, na ghafla mama mkwe alibadilika, akampikia, akamsafishia, akimudu kama malkia anayebeba mjukuu wa pekee. Lakini Nida alijua ukweli, alikuwa amedanganya. Huzuni ilimudu kama wingu jeusi. Mudu wa mshangao. Katika mwezi wa 9, wakati wa densi ya wajawazito iliyokuwa ikishangilia uzazi, Nida alimwona mwanamke huyo, Kamaria. Moyo wake uliruka kwa furaha. Lazima nimudu naye. Alimudu Kamaria, na kwa sauti iliyotetemeka alisema, nina wazo. Tunabadilishana watoto. Unataka binti na mimi nataka mvulana. Tunaweza kusaidiana. Kamaria alishangaa, lakini baada ya majadiliano marefu alikubali. Walipanga kwa siri, hata bila kuwajulisha waume zao, na kumudu muuguzi wa hospitali kuwasaidia. Cliffhanger ya pili. Siku ya kujifungua ilifika. Nida na Kamaria walikaa chumba kimoja, na kwa msaada wa muuguzi, walibadilisha watoto wao kimya kimya usiku huo. Nida alienda nyumbani na mvulana, Chuki, akiamini amepata furaha ya maisha yake. Lakini je, uamuzi huu wa siri ungekuwa mwisho wa huzuni zake, au mwanzo wa janga kubwa zaidi? Maendeleo ya hadithi na hisia. Miaka ya mwanzo, Chuki alikuwa nuru ya maisha ya Nida. Mama mkwe wake alibadilika, akawa mpole, akimpongeza kila siku. Lakini Chuki alipofikisha miaka 10, tabia yake ilianza kubadilika. Alianza kuiba kalamu za wenzake, vinyago vya dada zake, na baadaye pesa na vito vya majirani.
Aibu ilianza kumudu familia. Nida alijaribu kila kitu: maombi, adhabu, hata kumudu kwa wachungaji, lakini chuki alizidi kuwa mbaya. Mudu wa mshangao mkubwa. Chuki alipofikisha miaka 19, alifanya kitendo cha kushangaza. Aliiba pesa nyingi kutoka kwa kampuni ya babake, Uchi. Uchi alifukuzwa kazi na familia ikaanguka katika umaskini. Nida alijaa majuto, akijiuliza ikiwa uamuzi wake wa kubadilisha watoto ulikuwa umesababisha haya yote. Lakini je, kulikuwa na siri kubwa zaidi nyuma ya tabia ya chuki? Mudu wa hisia za kina. Hali ilizidi kuwa mbaya. Mama mkwe wa Nida alipata mshtuko wa moyo na chuki. Akiwa amezidiwa na wizi, aliiba kifaa cha kumudu moyo wake, defibrillator, na kukiuza. Usiku huo, mama mkwe alikufa. Nida alijaa huzuni na aibu, akijiuliza, kwa nini nilifanya uamuzi huu? Mvulana wangu amekuwa laana. Lakini bado alikuwa na tumaini dogo kwamba angeweza kumudu chuki. Mshangao wa mwisho. Siku moja, akiwa anatazama televisheni, Nida alimwona msichana aitwaye Kamami akipokea tuzo ya kitaifa kwa mafanikio ya masomo na huduma za jamii. Uso wake ulikuwa kama wa binti zake za Nida, na alama ya kumudu kwenye shavu lake ilikuwa ishara isiyoweza kukosea. Je, huyu ni binti yangu? Nida aliuliza, moyo wake ukiwa umesimama. Alimudu Kamaria, na Kamaria alifunguka. Mume wangu aliniambia kwamba aliwekwa laana, watu wote wake wangekuwa wezi. Nilipokupa chuki, nilifikiri labda angebadilika, lakini laana ilimudu. Nida alijaa majuto, akigundua kwamba binti yake, Kamami, alikuwa akifaulu, wakati chuki alikuwa akimudu maisha yake. Mwisho wa hisia. Nida alirudi nyumbani, moyo wake ukiwa mzito lakini na nuru mpya. Aliwakusanya binti zake, akiwapa pole kwa kuwadharau katika kumudu mvulana. Ninyi ndiyo nguvu yangu ya kweli, alisema, machozi yakimtoka. Aliamua kumudu chuki kwa kumudu matibabu ya kitaalamu, na ingawa safari ilikuwa ndefu, hakuacha kumudu familia yake. Miaka ilipita na Nida alijifunza kuwa furaha haiko katika kumudu kile unachotaka, bali katika kushukuru kwa kile ulicho nacho. Wito wa kumudu. Je, ungependa kujua zaidi kuhusu safari ya Nida na familia yake? Jiunge nasi kwa kushiriki, kupenda na kujisajili kwa hadithi zaidi za kumudu moyo. Usisahau kugonga kengele ya taarifa ili usikose chochote.